Yeah. Poa. Mizuka sana. Arusha peoples. Yani Arusha mmetisha. Yani wale kule wangetoka wakakaa hapa. Mmejitahidi sana. Yani nilipofika pale mwanzo nikasema hawa kidogo tu wangefunikwa na Uyole Mbeya. Maana tulipiga mtiti pale Uyole Mbeya kwa yule bidada. Mpaka leo dera alilovaa siku ile mpaka leo hajabadilisha. Mengine huko ndani sijui. Lakini yuko hoi. Arusha peoples. Ndugu zangu, kwanza niwape pole sana kwa mauaji ya Oktoba 29 na Oktoba 30 na siku zilizoendelea, mauaji yaliyotokana na uchafuzi wa mwaka 2025. Watajaribu kuyapa majina tofauti, sijui machafuko, sijui vurugu kuelekea uchaguzi, na baada yale yakuwa machafuko, hazikuwa vurugu, yale yalikuwa ni mauaji ya raia yaliyotokana na kupigwa risasi za polisi. Watanzania wenzetu wakiwemo kila tulikopita, Mbeya watu walikufa sana. Tumekwenda Katoro watu wamekufa sana. Tumekwenda Geita watu wamekufa sana. Geita nilikutana na mtu ananiambia, mheshimiwa, na machungu sana. Mke wangu alikuwa anatoka kwenye shughuli zake, kabeba mtoto mchanga mgongoni, polisi akampiga risasi mke wangu kifuani, ikatokea upande wa pili ikamchana na mtoto, wote wakafa. Haya, huku ndiko walikotufikisha CCM. Mapambano ni makali ndugu zangu. Kwa walioyafanya CCM sasa hivi mpaka sasa, kuanzia wizi, ubadhirifu, ufisadi, kuteka, kufunga watu ovyo na hata mauaji, wanajua sasa hivi wao ni survival of the fittest, wana survive wasiende jela. Sasa katika wao kusurvive wasiende jela, wanatuua. Kwa hiyo je, nani yuko kwenye hatari? Wao wanaogopa jela, si tunaogopa kufa kudadeki. Tunyanyuke jamani, tusiendelee kufa. Mpambano ni mkali sana. Wameua watu wengi sana. Wameua Watanzania waliokuwa wanadai tume huru ya uchaguzi. Wameua Watanzania waliokuwa wanadai haki ya kuchagua viongozi wanaowataka. Wameua Watanzania ambao walikuwa wanadai demokrasia katika nchi yao. Wameua watu wengi sana ndugu zangu, na badala ya kuchukua hatua za kulitibu taifa, wanapiga danadana. Mara unda tume kanjanja mzee Chande. Tume ya mzee Chande isingeweza na haitaweza kufunika mauaji ya Watanzania Oktoba 29 na 30. Na wao wamejua kama ile tume haijafanya walioyatarajia, imeshindwa kufunika. Kilichofuata nini? Wamekuja na tume nyingine. Inaitwa tume ya nini? Tume ya kijinai. Itamzee huyu, mtamzee yule. Unajua kinachofuata? Hii tume nayo itashindwa kuleta majibu, watakuja na tume nyingine, wataita tume ya kiimani. Wataita masheubwabwa na maaskofu kanjanja waende pale kwamba wananchi tuwe na imani kudadeki. Yani tuna hali mbaya sana. Wamekuja na kampeni fulani hivi, kama mnaisikia imeanza kuchomoza, never again. Never again ni baada ya kuzungumza na kujua nini hasa kilichotokea. Na ndio maana tunawaambia before never again, tunataka what happened. Nani aliagiza
askari waue watu. Simple. Na jana leo tumeona kwenye mitandao ubalozi wa Marekani umeanza kuwawekea vikwazo. Umemwekea vikwazo Mafwele, afisa mwandamizi wa serikali ambaye amekuwa analalamikiwa muda mrefu kwa haya masuala, na bado kwa sababu Mafwele kuna mtu anamtuma. Kwa hiyo wanasema net imeanza kuclose. Net imeanza kuclose. Leo Mafwele, kesho tutajua tu nani aliyemtuma. Hata kuna watu wanasema Marekani kitu gani? Marekani akishakutaiti kama vile manake ni nini? Afrika si familia iko South Africa. Huwezi kwenda kuwasalimia. Kwa sababu ukienda kuwasalimia tu CIA wanakudaka kule, wanakupeleka kunako husika ICC. Hawachomoki. Hawawezi kuchomoka, na tunawaambia hili haliwezi kuisha mpaka liishe. Mauaji ya Oktoba 29 haiwezi kuisha mpaka aliishi mpaka. Habari ndio hiyo ndugu zangu. Kwa hiyo never again will never work mpaka mtuambie nani aliyeagiza watu wa Tanzania wauawe. Ndugu zangu, wanajaribu kuficha mambo wanajaribu. Dakika 5 tu nitakufukuza mimi sasa, hata kama wewe ndio bosi wa jukwaa. People, kweli wazungumzaji wako wengi sana. Wameanza kuficha haya kwa kuleta vitu. Mara sio wamemleta nani? Mwanzo walimleta nani yule sijui? Drogba. Mara wamemleta saizi Rio. Hii inaitwa nini unajua? Hii inaitwa sports laundering. Sports laundering. Kuna ile money laundering, unatakatisha fedha. Hii sports laundering wanaitumia kutakatisha mauaji na maovu yote yaliyofanyika Tanzania kwa kuwaleta au washikaji. Kwanza waliokasirika Tanzania saizi ni Gen Z. Hivi Gen Z wanamjua Rio? Kacheza Manchester miaka 25 iliyopita, 20. Kwa hiyo hawatafanikiwa kwa namna yoyote kusugarcoat, kumwaga sukari juu ili kupoteza uchungu. Kwa hiyo hii haitawezekana. Watanzania jukumu letu ni moja, kuendelea kuungana kama hivi. Kwanza niwashukuru sana Arusha kwa kujitokeza kwa maelfu namna hii. Hii inaonyesha na inapeleka salamu kwamba pamoja na kukibagaza chama chetu, kukifungia zaidi ya mwaka mmoja, bado chama hiki ndio imani pekee ya Watanzania. Ndugu zangu, tuendelee kuungana wafanyakazi. Tuendelee kuungana wafanyakazi, wakulima, wafanyabiashara Tanzania nzima, Arusha, Mbeya, Manyara, Bukoba, wote tuungane kuhakikisha kwamba tunamaliza udhalimu wa serikali ya CCM kututawala kimabavu, kwa sababu hao watu wanatutawala kimabavu. Walipola uchaguzi kwa mtutu wa bunduki, wanatutawala kwa mtutu wa bunduki. Jana wamemteka msaidizi wa Lissu, anaitwa Jumbe. Juzi polisi wanakuja wanasema mwanzo tulipotekwa walikuja na neno watu wasiojulikana. Jana wamesema jamaa ametekwa na watu wasiojitambulisha. Kwa hiyo mkifanya mchezo majina yatabadilika, lakini vitendo vitaendelea. Tunahitaji kuungana kwa pamoja, na katika hili polisi katika hili nawaambia, shtukeni masela. Kama Mafwele kashapigwa ile inaitwa nini, kashawekewa vikwazo, wewe ni nani? Wewe ni nani? Polisi mnaua Watanzania wenzenu kwa mtutu wa bunduki, mnateka, mnaswanya sijui nini nyinyi polisi wadogo. Lakini angalia hali zenu, bado wote ni choka mbaya. Afadhali hata mimi nina laba kali kuliko buti zenu. Polisi unasaidia Chama cha Mapinduzi kupora uchaguzi kwa mtutu wa bunduki. Haya sasa,
miaka kadhaa baadaye, siku uchaguzi umeshapita, hii 2026, nikikuangalia wewe polisi mdogo uliyeshika bunduki na kuua Tanzania wenzako, maisha yako yamebadilika kiasi gani kama sio bado una hali mbaya mpaka leo? Na ndio maana hata tunapohutubia kama hapa tukishuka na mnapokea wana mnasema aminia, aminia Jongo umetusemea, aminia Jongo umetusemea. Tutaendelea kuwasemea, lakini ifike mahali na nyinyi mwache udwanzi, msikubali kutumika kama kondom. Mnatumika, matumizi yakishaisha mnaachwa. Ndugu zangu, kunja ngumi muda hautoshi, tuagane. Kunja ngumi muda hautoshi, tuagane. Kunja ngumi. Arusha, Arusha people, people. Tunasema tena, kabla ya never again, tunataka kujua what happened. Asanteni sana Arusha, nawapenda sana, Mungu awabariki.